Ni saa 9 usiku. Sio kawaida yangu mimi kurudi nyumbani mida kama hii, na wala sijawahi toka nimeoa. Nimerudi nikiwa nimelewa sana, lakini pia nimerudi na mwanamke ambaye sio mke wangu. Sasa inakuwaje kwaje hii? Yaani sio kawaida yangu kabisa. Noti, sio kawaida yangu, wala sio mtu wa kulewa. Ni mtu ambaye anapendana sana na mke wangu na tuna malengo makubwa sana. Sasa imekuwaje nimerudi na mwanamke mwingine? Okay, anyway. Mke wangu alitoka chumbani, alishangaa sana kuniona nikiwa nimeshikana na mwanamke, tena nimeshika na pombe. Nikajikuta namkataa mke wangu. Mke wangu akachukua maamuzi magumu ya kumuua. Nikakaa sielewi, yaani sijielewi imekuwaje kwaje hii. Nikamwangalia mdada, nikagundua amekufa. Sielewi hii inakuwaje kwaje hii. Mke wangu akachukua simu, lengo apige simu. Nikamnyang'anya. Anapiga simu wapi? Anataka kuleta polisi. Nikabidi naye nimnyonge. Hii tabia nimetoa wapi? Namuua mke wangu. Nikamuua ise. Lakini ngoja kwanza. Nimekuwa tena nimelala. Tena nimelala mke wangu ambaye nilimuua. Kumbe ni ndoto bwana. Noti, nilikwambia mimi sio tabia yangu kulewa. So, hiyo yote ilikuwa ni ndoto. Mimi na mke wangu tunaishi vizuri sana. Watu wengi wananiuliza nje na content huwa nafanya kazi gani ambayo inanipatia kipato. Sasa leo nataka tuende wote kazini mkaone kazi ninayofanya. Ni kazi simple sana ambayo kila mmoja anaweza kaifanya na ikampatia hela. Na unaweza kuifanya wakati wowote ule. So, kwenye hiyo kazi lazima uoge kwanza. So, na kufundisha namna ya kuoga. Kuoga simple sana. Unachukua kipande chako cha sabuni, then unajipaka usoni, unachukua dodoki laini, unajisugua. Make sure unajisugua ni makwapa sana sana na mwili mzima. So, then after dodoki laini unachukua dodoki gumu sasa lile. Unajisugua. Make sure unajisugua vizuri sana. Hii kazi inahitaji uchafu wanangu. Hii kazi inahitaji uchafu. Lakini pia hii kazi inahitaji uwe mzito. Yaani uende ukiwa mzito kiunoni. So mimi kuna namna yangu huwa napunguza uzito nikiwa naoga. Nachukua sabuni then nafikiria mambo ya kipumbavu alafu nafanya vitu vyangu. Oh my god. Oh my god. Kama una kumbukumbu sijapiga mswaki. Napiga zangu mswaki alafu nakuja napaka mafuta yangu laini. Then nachukua outfit zangu. Nguo zangu za leo ni jezi ya kick up ya kijani, suruali nyeusi, saa ya kijani, cheni ya msalaba pamoja na pete 2. Nikajitupia. Mimi mwili wangu ni henga, kila nguo ninayovaa ushangae kanipendeza. Afu ukaja ukavaa ukaonekana kama kituko. So nikachukua na suruali yangu hiyo Chris jeans nikatupia na yenyewe pap. Umeona, yani mimi na Diamond tunapishana kidogo sana. Yani tunapishana kidogo sana. Then nikachukua cheni, lakini wakati tunavaa cheni kuna nyimbo hapo nilikuwa naisikiliza wakati navaa ipete na pamoja na nani. Kuna nyimbo nilikuwa naisikiliza hapo, ikabidi niruke nayo. Na nini mimi? Kusema mapenzi unatesa. Sana kuona yaona. Sakina nusidia. Hivi nachomaanisha mnakijua. Uweje unatesa. Hakuna kuona yaona. Wengine wanaenjoy. Nadhani umeshajua kwa nini wakati naoga nilitumia sabuni. Upweke unanitesa. Nikachukua viatu lakini hivi havijakaa. Lakini hivi hapa chini the shoes. Mimi na wewe Telesha tunapishana kidogo sana. Yeye anapenda kula, mimi napenda kutumia sabuni kila anapoamka. So nilivyovaa outfit zangu nikajikuta kama mimi na Alikiba tunapishana yani nyuzi 60. Yani ni kidogo sana tunapishana mimi na Alikiba. So tunachotaka kufanya tuondoke kazini. Kazini kwangu ni wapi? Ni hapa nyumbani bwana. Kabla ya kufanya kazi na kunywa kwanza juisi. Ni asubuhi hiyo, nafungua kwanza kinywa kabla ya kuendelea na kazi. Kazi yangu mimi haichukui hata nusu saa. So na kunywa kwanza juisi then naingia kazini. Nafungua zangu laptop, nifuate kwa makini sasa ujue kazi yangu. Kazi yangu mimi hii hapo, ichunguze ni kubeti. Na chunguza zangu team then na beti, odds zangu 4 natia milioni kadhaa na weka nikiliwa na kesho tena na beti.